Ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, alipokuwa karibu na mji wa Kitengela, karibu na mji wa Kongo, akavua macho yake na kuangalia. Akavua macho yake na kuangalia. Natazama mtu mume natazama mtu mume. Ukitaka kuendelea ni mtu. Ukitaka ufike mbali ni mtu. Yes, hallelujah. Watu kupanuka ni mtu. Hakuna mtu bila mtu. Sama, hey! Bamwe muri mwebwe natwe hano ni twari tuzi wifi. Na telefone ndio twari tuzi. None ubunye musiga kagatira iPhone ingana ni kibabi cy'umugomero. Warangiza ukagera n'iyindi irimo line zibiri. Waza ukora muri sakame ugasangamo amakenya n'amadolari. Warangiza waza gutura n'imana ugatura 50. Bamwe mugira gatsika ariko ubunyine na marende kandi wanyu ndaryo mugira ariko uburyo yaramanutse. None se ryazangwe niki? Washire abanyakenya baragusuka umusatsi uri mu kugwa muri colonne vertebrale. Bande babikora abanyabwenge. Kandi warangiza mu kibazo cyaba ufite ikibazo hano nyirinzu w'umunyakenya ntazari uzutinda kwishura kaza n'ingufuri akakubwira ngo uri gito ntabwe ngo ufite imbaraga ufite amaguru kandi na apeti nduyigabanyije ufite umuvuduko kurusha wari ufite muri Kongo. Gadioni mwarasambuka mwahita fata ituro akachukua sadaka akamwambia malaika wa Bwana usitoke hapa niende kuleta sadaka. Urasengera igihugu utaramenya no gutura. Urasengera igihugu utarantaga icyacu muri umujura mukuru. Sadaka unaibia na moja ya 10 unaibia. Eti wewe utakuja hapa kuombea nchi. Israeli walikuwa waaminifu katika kutoa sadaka. Na hata kwenye walikuwa wanatoa sadaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba Gideon akasema mzee, mimi nakumbuka iliyopita ya kale wazee wetu hata kama wanaabudu miungu walikuwa wanajua namna ya kutoa sadaka. Wao umujura w'icacu uri mu kugotona bakwarza magana 2 kwa mumira yose. Ninde mukajembwe wanyu wari waragiye. None reka akajagare kamwe kazakaba. Ngara ngo utaruzi dolari uzisingire. Nabatari bazi icongereza bakakimenya. Habe na good morning ndi waruyizi. None ubunye gitangaza kirabana. Usigaye uzenguruka ukavuga n'igiswara utaruzi. Ni mumenye. Umefanya ili baraka baraka zako hazihesabiki, wema wako hauzoeleki. Umefanya ili umefanya lile, umenipa jina Baba, nina kushukuru. Umefanya ili umenipa jina Baba, nina kushukuru. Umefanya ili umenipa jina Baba, nina kushukuru. Umefanya ili umenipa jina Baba, nina kushukuru. Baba Mungu, wema wako na fadhili zako ni za milele na milele. Mwimbaji akaimba kasema fadhili zako
ni za milele na milele. Mwingine akasema sijaiona nyingine siku, na jana imetoweka na leo Mungu anazijua. Hitaji zetu tunazo. Sauli afanya makuu na maajabu, ukatubariki tena kuwa mahali hapa Kitengela kwa kanisa la Foursquare. Umemleta huyu mama, umemleta huyu kaka, umemleta huyu dada. Sisi sote tuko hapa pamoja na mbingu tukitabasamu, kwa sababu lile neno liloliongea tunatoka mambo mapya na tunaingia mengine. Sifa zina wewe Mungu. Uja sasa kwa yale yote tumekwisha yasikia katika sifa na maabudu, na tumeona mkono wako katika mtumishi wako kwa neno la Mungu akisimama kwenye mibari hii na akiyatangaza makuu na maishara. Jina lako lenye mamlaka lije lituongoze. Tunakushukuru kwa sababu hutanyamaza kimya, na tunaleta makofi kwa ajili ya kukushangilia sababu wewe ni Mungu. Umefanya hili, umefanya lile, umenipa jina yo Baba, nina kushukuru. Tunaleta shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye ametupa jioni nzuri, jioni ya baraka. Pia mimi na wewe hatutaiona tena. Alafu kwa mtu aliyebarikiwa kufika hapa na najua hii neema imetoka Mungu, arushe makofi kwa ajili ya huyo Mungu. Sijaiona nyingine siku, acha na ime Tuweka alamu anasijua taji zote ninazo. Shukrani kwa mchungaji na mkewe na wana wao, pia na baraza la kanisa na wake zenu, pia na wanaoongoza idara zote za kanisa. Tunashukuru kanisa lote la Foursquare. Uona mmekaa chini mkatekeleza miongoni kwa dunia, mualike mbingu na matai. Umefanya hili, umefanya lile, Umenipa jina Baba, nina kushukuru. Nashukuru sana. Nilete shukrani kubwa sana kwa ambao wanapenda kanisa hili la Foursquare. Alafu mliposikia huduma za mkutano ilipoanza Jumapili na leo ni Jumanne, Mungu awabariki, sababu mko watu wazuri. Mtu mzuri ana kanuni zake na mtu mbaya ana kanuni zake, lakini kuona 100% mmepiga hatua na mkafika hapa, acha Mungu awachekeshe. Nashukuru Apostle Pamela. Hizo habari za maombi hapo tunazisikianga tangu tuko hapo Uganda, ndio kwenye tunafanyia kazi ya Mwenyezi Mungu, na tunashauku tufike hapo. Hivi sasa mbingu zimetukutanisha katika ukumbi huu. Kwenye mkutano huu ni lazima turudi na tumekanyanga hapo, alafu tusikie nini Mungu anataka. Nashukuru sana kwa neno nzuri ambayo umetufunza. Mimi na taratibu yetu ya kanisa singehubiri tena, tungeomba tu tunarudi, lakini kwa sababu ndio mipangilio imepangwa, hata nidondoze kidogo. Sitakawa nidondoze, alafu niko hapa mpaka Jumapili na nimealikwa kuja kufanya kazi, si kuja kulala. Alafu bila kwenda mbali sana, majina yangu ninaitwa Ndama Hizi. Maana ya jina hilo hakuna mashaka, hakuna matatizo, hakuna masumbufu. Alafu Bigera, lingine Muholeza ama Muhoza, lingine Matayo. Alafu kachukua limoya ambao utabarikiwa na Mungu akubariki. Nimebarikiwa, nina mke mmoja na watoto 7, pia na mkwe na mjukuu. Mungu amenibariki sana. Alafu mimi ni mchungaji, naongoza huko Uganda kwa kanisa linaitwa Holy Spirit Fire Church.
Alafu hapa pana matamu sana ya hii kitabu ya Nehemia. Mimi nimebarikiwa nyumbani na topika inasema hivi, upate mtu. Upate mtu. Hiyo tu. Awaza niyo nitatembea nayo mpaka Jumapili. Uone Mungu. Mungu akubariki mtu. Tusome vitabu viwili. Nikimaliza kusoma nitaimba kidogo. Mimi ni mwimbaji. Mwezi huu nimepewa certificate ya merite kwa ajili ya uimbaji tangu nilianza iba Kongo. Nilikuwa sijapata baraka hiyo, lakini kampuni moja Amerika iliponifuata kwenye YouTube ikanipa hilo kombe. Na moyo wangu unatabasamu sana. Nasikia sasa naanza uimbaji. Hallelujah. Tusome kitabu cha Yoshua sura ya 5 mlango wake wa 13 na 14. Alafu mtu study sana kwa kusoma, atakuwa wima. Kitabu cha pili ni kitabu cha Nehemia sura yake ya 1 na mlango wa 2 peke yake. Kuna mtu amepata? Karibu sana. Simama bwana, kasome neno la Mungu na simama. Hii ndio bendera ya watakatifu. Yoshua sura ya 5 mlango wa 13 hadi 14. Tusome katika jina la Yesu. Biblia imesema hivi, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko. Alipokuwa karibu na mji wa Kitengela, karibu na mji wa Kongo, akavua macho yake na kuangalia. Akavua macho yake na kuangalia. Natazama mtu mume natazama mtu mume. Sukuma upate mtu. Natazama mtu mume akisimama kumkabili mbele yake. Ndio. Naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia. Je, wewe huu upande wetu? Au upande wa adui zetu? 14. Akasema la. Lakini nimekuja sasa. Nili amiri wa jeshi. Mimi ni amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kuisosua hata nchi. Naye akasujudu. Ndio. Akamuuliza, Bwana wangu, aniambie nini mimi mtumishi wake? 15. 15 mtaisomea nyumbani. Twende kitabu cha Nehemia sura yake ya 1 mstari wa 2. Alafu Biblia imesema Hanani mmoja wa ndugu zangu. Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia. Yeye na watu wengine waliotoka Yuda. Nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopana. Hao watu wa uhamisho waliosalia. Na habari za Yerusalemu. Amen. Turushe makofi kwa Mwenyezi Mungu. Sasa acha nikusalimie bwana. Piga kinanda mkono wangu. Na hii ni baraka nayo umepewa. Mungu akuinue na akushangaze. Tunakwenda kwa hii wimbo ambayo inasema, kwa hii ritmu ya Kisirimba, hata usiyafanye haya yote bado nitaamini. Unaimba sasa, mwenye unaimba tena.
bado nitaamini. hata usiyafanye, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. hata usiyafanye, waweza tu maneno, waweza tu maneno, waweza, 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 hata usiyafanye, hata usiyafanye, hata usiyafanye wewe. Hata usiyafanye, hata usiyafanye, hata usiyafanye, waweza tu maneno, waweza tu maneno, waweza tu hata usiyafanye, hata usiyafanye, hata Inua mikono yako na haleluya. Mungu amenituma kwenu na alichonituma nije nitangaze. Kuwaza tarehe ya leo, usiombe maombi mengine. Ombie Mungu unipe mtu. Dunia kwa project za Mungu aliumba mtu. Ukitaka kuendelea ni mtu. Ukitaka ufike mbali ni mtu. Yes, hallelujah. Watu kupanuka ni mtu. Hakuna mtu bila mtu. Sema hey! Mtu ana aina mbili. Ana aina ya nguvu na aina ya madhaifu. Lakini mimi naomba Mungu kwa jioni ya leo na hii mkutano, Mungu akuepushe na mtu wa aina ya madhaifu, akupe mtu wa aina ya nguvu. Hallelujah. Sababu kuna nguvu za aina 5. Nguvu ya kwanza, aina ya kwanza ni aina ya mtu anayo hekima kutoka. Sasa huyo mtu ukutane naye anaye anayo na hekima kutoka mbinguni,
Ndio maana ukisoma kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 3 mlango wa 3 hadi 12, Sulemani akasema ni lazima nipande Gibeoni. Alipofika Gibeoni akatoa sadaka 1000. Mungu akamwambia Sulemani, omba sasa, omba sasa, omba sasa utakalo na mimi nikupe. Sulemani hakwenda mashariki, hakwenda magharibi, hakwenda kusini kaskazini. Sulemani akaingizana na neno unipe nini? Hekima. Salimia ndugu yako ambaye mnakaa naye, umwambie Mungu akupe mtu wa hekima. Kuna mtu ananielewa? Inua mikono niendelee. Shangilia kwa makofi. Hata usiyafanye hayo yote, hata usiyafanye Biblia Zaburi ya 90 mlango wa 12 hadi 13, Musa akamwambia Mungu, utufundisha kuzihesabu ili tupate kujipatia moyo tujua kuingia na kutoka. Mama, mimi ni mwalimu namna hii na wewe ni vile Mungu amekubariki. Alafu watu wamoja walikutana na barabara, akamwambia bwana, mbona wewe ni mweusi? Na akamwambia sio shida, tumuulize Mungu, yeye ndiye anajua hiyo huduma. Salimia mtu mmoja umwambie, ulicho wewe sicho mimi nipo. Hata usiyafanye haya yote, hata usiyafanye haya yote, bado nitaamini. Hata usiyafanye haya yote, bado nitaamini. Inua mikono yako kwa haleluya mbili tu. Sema haleluya. Sema gusa kwa kichwa chako. Mwambie Mungu akupe mtu wa hekima. Nipe mtu wa hekima. Asikupe mtu mwenye hana maana kwako. Sikipata mtu wa hekima. Hekima ndio Mungu anatembea na watu wenye hekima. Na dunia inatembea na watu wenye hekima. Hata na Kenya, Nairobi, Kenya yote inahitaji watu wenye hekima. Watu wa hekima, hata kama anaweza kuwa ni kilema, lakini akiwa na hekima dunia itamtafuta. Hatuhitaji urefu wako. Na Mungu kwa jioni ya leo akupe mtu wa nini? Wa hekima. Hiyo ni kanuni ya kwanza. Biblia inasema kanuni ya pili ya mtu ambaye utampata, mtu wa maono. Mtu wa maono. Ukikosa maono, maono ni msingi mkubwa wa kutawala dunia. Hakuna mtu aliyekuwa na maono Mungu akamtupe. Dunia kadiri unavyoona watu wakipanuka ni watu wenye maono. Iyereko hishurirwa timuratindi no gigiswahili gacabagoye ariko mwihangane turi mu mujyi. Iyereko tuko katika town. Sasa mmemwalika mama, nimekushukuru kwa sababu umeongea Kiswahili na Mungu akubariki. Ninyi wa Kongo mkitaka kuendelea, jifunzeni maono. Hekima haiko kukaa, ya kupanuka. Maono, kajifunze Kiswahili, hubiri kwa Kiswahili, jifunza Kiingereza. Hauko tena Kongo kule Minembwe, uko wapi? Kitengela. Hapana Kitengela. Hapana Kitengela. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Inua mikono yako namna hii. Sema haleluya. Mtu anaweza kuwa
ana hela, lakini akikutana na mtu mwenye maono atampa kazi. Poteza vitu, usipoteze maono. Hakuna mtu anayefanyikiwa na awe mtu wa ngazi za juu asiwe na maono. Siku zozote zile ukilala na mtu wa maono atakuambukiza maono, lakini ukipoteza maono, Mungu ninatangaza kwa jioni ya leo, Mungu akupatia mtu wa nini? Mtu mwenye ana maono. Kanuni ya tatu ni kanuni ya mtu ambaye atakuambia habari za kweli za kweli. Umuntu ukubwira makuru nyayo wayishari yarayabona, umuntu mwenye likaa anakuambia habari za kweli. Kwetu malango yamebomoka, makaburi nayo hazina heshima, heshima yetu imepotea. Mungu akupe mtu mwenye atakuambia habari za kweli. Kuna mtu ananisikiliza? Achapie Mungu makofi. Kanuni nyingine ni mtu ambaye Mungu atakubariki leo, ni mtu ambaye ana jua faida ya Mungu wa Israeli. Umuntu uzagashiro k'Imana yo muri Kongo, uwo muntu hure nawe. Mama samani, hao wenzetu wa Kongo na wajua. Hao tunapenda lugha yetu sana. Sana sana. Na ukiona ninapoenda kule, wanafanya makichwa zao hivi. Lakini nikiwa Kiswahili, wao wananiangalia namna hii. Kama sana wao. Na ukisikia naingizana kule kwanza kidogo, taomba radhi, lakini niko narudi kusudi na wewe usikilize ili tupate kubarikiwa sote. Mungu anakuja kanisani hacheke, kwenye jikoni hacheke, akiuza nguo hacheke, akiwa na biashara hacheke. Sasa unataka ucheke wapi? Sisi tukifika kanisani tunacheka, kitandani tunacheka, kwenye chakula tunacheka, tukitumia maziwa tunacheka, kienda maombi tunacheka, tukivaa tunacheka. Ndio. Haleluya. Hata usiyafanye hayo yote bado nitafanya. Hata usiyafanye hayo yote bado nitafanya. Watakaojua thamani ya Mungu wa Israeli. Ukipata mtu huyo, umemwambia Kalebu, sitaki nimpasue saa hii na Yoshua, nitadonoza tu kidogo. Lakini hao watu walijua thamani ya Mungu wa Israeli. Sikiliza, ukijua thamani ya Mungu wako, hapana thamani ya Mungu wako, hautaongea na kusitasita, hautaomba na kusitasita, hautaingia kwa maombi na kusitasita. Utaingia, utaomba na kuomba. Imana y'umurenge warangiza ukazivuga ngaho wayo ngo murugo. Hoya, Imana y'umurenge yakoze ibitanga, abantu bakaguruka bakitura ku misozi. Yivuga iyo Mana uyisane, umara kuyisana uhoberane nayo, uhoberane wibwire ngo Imana y'umurenge we wowe wagazumanura inkima. Basiraheli bataramye inkima zikava mu rugano zikareka kona. Iyo Mana iracahari, ukayihobera ukubwira ngo yambi hobe. Mordecai akamwambia Esteri, hata kama pima mambo, hata kama utanyamaza, hata kama nubwo waceceka dada,
hata kama utanyamaza, lakini Mungu wa Wayahudi hata nyamaza. Abantu baceceke, ariko umuntu ntugaceceke. Isireke kugira iyerekwa, ariko wowe ntukabura iyerekwa. Ndanezerewe amataye. Ndio. Ndarushe. Ukumviye mu modoka mukanya. Nimba hari abantu barushe, ndahwereye. Ariko umvise imbaraga zamanutse. Inua mikono yako namna hii. Sema haleluya. Haleluya. Watu wanyamaze, umeua usikose kujua Mungu wako ambaye anatenda kazi. Biblia inasema ya kwamba Mordekai akamwambia hata kama utanyamaza, hata kama usiongee, hata kama hautanena neno, mimi nina Mungu anayeweza yote, anayebomoa milima. Na huyo Mungu, sikiliza, umesema ni miaka 4, si mwaka wa 4. Unafanya maono haya. Nikupe hekima nyingine ambayo nitaongeza. Anza kuandika vitabu. Umunyabwenge si amagambo. Umunyabwenge ni inyandiko. Amagambo azazimangatana, ariko inyandiko ntizishira. Narudilia mama, kasikilize. Mtu wa hekima, mtu mwenye akili si maneno, alafu ni kuandika. Andika vitabu. Ugezekera umegusa mashariki, magharibi, kusini, kaskazini. Igihugu kigira ibyiciro bine: iburasirazuba, iburengerazuba, amajepfo n'amajyaruguru. Imyaka 4. Andika ibitabo. Apana igitabo ibi. Sebenisha. Naelewa maji na moto nitapita kwenye Nina wewe sitaogopa, Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mbinguni. Waweza kumaneno na uzima, ibadilishe yote. Waweza kumaneno na uzima, ibadilishe yote. Naelewa maji na moto nitapita kwenye uvuli wa mauti. Nina wewe sitaogopa mambo. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu. Sina mashaka, wanibeba mbinguni. Waweza kumaneno na uzima, ibadilishe yote. Waweza kumaneno na uzima, ibadilishe yote. inua mikono yako. Sema haleluya. Sema Tangazo la neno. Tangazo la neno. Andika vitabu. Sababu ni miaka 4. Unaweza kufanya mikutano, katekeleze. Nani aliyehubiri kwa mwaka wa kwanza? Tuliomba, Mungu alifanya nini? Ondoka kwa maneno, andika vitabu. Ndio. Na siku utafika ngambo, watu wasema hapa kulipita kijana wa pasteri anaitwa fulani na fulani. Lakini sasa ni nini aliyoifanya? Unajua kuko vitu vingi Mungu alifanya huko kwetu Kongo, lakini juu ya hatukuandika. Hatuna kumbukumbu. Na mpaka watoto watakaozaliwa hapa Kitengela na wengine Amerika watawauliza nini? Yoshua kasema haya mawe tumeyaweka hapa ni kumbukumbu. Watakao tuuliza tuambie Mungu alipasua Yordani. Mungu alipasua Yordani. Musa hakuweka kumbukumbu. Yoshua waweza tu maneno Na uzima, ibadilishe yote. waweza tu maneno
tuma neno la uzima libadilishe yote. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Hata usiyafanye hayo yote. Musa hakuweka kumbukumbu nta kimenyetso yagaragaje, ariko Yesu aravuga ngo mushinge amabuye kandi ahanura Yesu uwo tuvuga nta wundi ni Yesu, ni ibuye rizima ryaswe n'abu bose, ariko ryaratora. Abazababaza muzababwira ngo Uwiteka rero Daniel abibonye igenzi iki igenzi umugo ntangaje uyu mugoroba ivyari bikugoye Imana iguha umuntu ibikugoye byose bigenza umugongo mwiza. Kera afashe asa. Haleluya. Kanuni ya 5 ya mtu. Alafu niongee kitu kimoja. Kitu kimoja tu. Kesho kutwa na kesho yake ingine. Alafu kieleweke kwa Mungu na watakatifu. Mimi nilikuja kulala, nimekuja kutumika. Ndio. Na hii ndio kazi yangu. Mimi kufanya biashara ya chumvi, nikaingia soko 5. Sikupata hata customer mmoja. Niliweza kutafuta hii gold, nikaingia mule sikupata, lakini wengine walipoingia wakapata. Na nilikuwa kijana pomba kabisa, lakini nikatafutisha sikupata. Cha 5, kanuni ya 5 ya mtu Mungu atakubariki. Ni mtu ambaye anajua kusupport. Bwana Mungu wangu, nalia ninachoka we, uje ukae nami, mimi mwana wako kweli. Kuna sapoti ya mtu kukusaidia kupanga. Kuna sapoti ya mtu kukuelekeza. Kuna sapoti ya mtu kukushauria. Na kuna sapoti ya kukukumbusha mahali tulitokaka na kwenye huko. Sikia pastor, ona karibia mzee huyu, wewe unayo majukumu ya kuombea Kongo, kamuulize mzee. Alafu sisi ni watoto wenu. Hipo miaka iliyopita Kongo ilikuwaje? Tatizo lianza vipi? Ugonjwa umeanzia wapi? Alafu kigundua hivi, utajua mahali kaingiza kichwa na utaombea na Mungu atatatua. Upate support. Mwenye alikutangulia. Ndio maana Samueli hakufanya maneno mengi. Aliposikia sauti akakimbilia kwa Eli na kumuuliza mzee, umeniita? Akamwambia nenda kalale, sikukuita wewe. Akarudi tena mara ya pili, sikukuita. Mara ya 3 Eli akatambua ya kwamba ni Mungu aliyemuita. Kwa miaka yako na miaka ya mzee, nao wazee wengine watakupa historia. Historia haiji kwa mtu aliye sasa, inakuja kwa mtu aliyetangulia. Samahani sana, mwili wangu ni afya nzuri. Jasho linadondoka lakini sio tatizo kwako. Tangu nianze kazi hii siingia hospitalini. Mwili wangu uko safi kabisa. Lakini wewe mwezi uko kwa dokta. Mwezi kicha kwa dokta. Kwa Matayo pusha. Ikiwa ugali muhindi na maharagwe na sukuma. Ikiwa ni sukuma wiki na sukuma. Ikiwa ni mticha na sukuma. Ikiwa ni mboga na sukuma. Mimi sina shida. Waliona Yesu ni matajiri. Tajiri wao hauna mwisho. Waliona Yesu ni matajiri.
yoyote kwa siku moja ama kwa dakika moja anatokea kama mtu. Nipe masikio. Biblia inasema kitabu cha Waamuzi sura yake ya 6. Ukisoma hapo palikuwa jamaa mmoja anaitwa Gideon. Na huyu Gideon baba yake ni Yoasi. Na huyu Yoasi alikuwa mtu ambaye anaabudu Mungu. Hata kama baba yako anaweza kuwa na madhaifu fulani, lakini Mungu akitaka kukufanya mtu atatuma mtu. Yoasi alikuwa mtu wa kutelekeza miungu. Gideon alikuwa anapura ngano, mmoja miungu na mwingine anafanya kazi ya ngano. Kumbe atakaye kuwa mtu katika kukomboa nchi hazaliwe katika mahali wewe unayua. Mungu ndiye anayua. Na ninatangaza hivi, katika amani itakayokuja Kongo, anaweza kuwa mtoto wako ambaye amezaliwa hapa ndiye atakuwa president wa Kongo. Hakundi wabyemera ngo se bizogenda gute mwose kuvukira muri Egiputa bakamushira mu mazi, waruzi kuko yova mu mugabo. Haki gitangaza kirabaye, reka mbaheze ubwenge. Nimukomere Imana amashimeshi cyane. Sikiliza maneno ya Mungu, si kama ya wanadamu. Mungu akamtuma malaika wa Bwana, na mwagano la kale malaika wa Bwana alikuwa Yesu yeye Kristo. Biblia inasema alipomtokea aliongea maneno matatu. Neno la kwanza akamwambia Gideon, mwenye nguvu tena shujaa. Mwenye nguvu. Namba 2, shujaa. Sukuma. Mwenye nguvu tena shujaa. Unaelewa kitu hapa? Nguvu hazitoki kwa watu wengi, bali nguvu zinatoka kwa neno. Mungu anataka kusema wewe ni mwenye nguvu. Na mimi natangaza jioni ya leo, usiende kukosa amani. Wewe ni mwenye nguvu tena shujaa. Masemi ya Mungu si mambo ambayo anaongea akiacha mambo mengine. Mungu akiwa wazi kumleta mtu wa maono kufanya mkutano kama na huu, ana mipangilio kukuambia kwamba wewe jielewe uko mwenye nguvu. Kanipe masikio nikupe kitu hiki. Biblia inasema ya kwamba Gideon alipojua kwamba ametembelewa na mbingu, hakuchunga matangazo. Mkutano utafanyika Kitengela, Foursquare, Bishop Apostle fulani na Apostle fulani. Ni watu waliongea, lakini litokana na maono. Poteza vingine, usipoteze maono. Ninyi kati yenu wengi mmezaliwa Kongo, nywele zenu hazikukua ndefu zifika kwenye mgongo. Leo ziko zinafika hapa. Wenye maono wanatumia hela zenu na wanaziweka kwenye account, lakini nyinyi hamjatumia maono. Utakufa na umaskini. Kumbe Mungu hataki urefu ama ubrown, anataka mtu hapa. Kwa mkimbizi, si kwa mkimbizi. Ukimbizi wa kwanza ni hapa. Gusa mkichwa. Gusa kichwa. Bamwe mugira gatsika kubunyine na marende. Kandi wanyu ndaryo mugira. Ari kuburya aramanutse. None se ryazangwe niki? Washire abanyakenya baragusuka umusatsi uri mukugwa muri colonne vertebrale. Bande babikoze abanyabwenge. Kandi warangiza ngo ikibazo cyaba ufite ikibazo hano, nyirinzu w'umunyakenya ntazari uzutinda kwishura kaza n'ingufuri akakubwira ngo uri gito, ntabwe ngo ufite imbaraga, ufite amaguru, kandi na apeti nduyigabanyije, ufite umuvuduko kurusha wari ufite muri Kongo. Gideon mwarasambuka mwahita fata ituro akachukua sadaka, akamwambia malaika wa Bwana, usitoke hapa, niende kuleta sadaka. Urasengera igihugu utaramenya no gutura. Urasengera igihugu utarantaga icyacu muri umujura mukuru. Sadaka unaibia na moja ya 10 unaibia. Eti wewe utakuja hapa kuombea nchi. Israeli walikuwa waaminifu katika kutoa sadaka, na hata kwenye walikuwa wanatoa sadaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba Gideon akasema, mzee,
Mimi nakumbuka iliyopita ya kale, wazee wetu hata kama wanaabudu miungu walikuwa wanajua namna ya kutoa sadaka. Wao umujura w'icacu uri mu kugotoma bakwarza 200 kwa mumira yose. Ninde mukajembwe wanyu wari waragiye. None reka akajagare kamwe kazakaba. Ngara ngo utaruzi dolari uzisingire. Nabatari bazi Cyongereza bakakimenya. Habe na good morning ndi waruyizi. None ubu nyine gitangaza kirabaye. Usigaye uzenguruka ukavuga n'igiswara utaruzi. Ni mumenye. Umuntu ugomba gusengera igihugu agomba kugira imitwaro nyaki tuzaganira nawe. Kandi mwarakoze kuntumira muri abantu bese. Mtu alete sadaka na mchuzi. Kwe gitangaza kirabaye. Yaza kuba ngo umuco wacu wa Kinyamurenge. Nuko bavuga ngo uyu mutipe yasaze. Wikore ngo yose yihene yose urayitetse yose urayikore n'isosi kure bijana. Ariko yereko rero rutana yamayizamuka isafuri. Harizamukana. Nubukone bivuga mvuze ngo avuga ibi nijo bikoze se. Si Bibiliya kandi ngo irangiza Imana imuheza ijambo. Naho wewe yereko pi yarashize. Salimia mtu mwambie unatoa sehemu ya 10 ama utoe. Moja ya 10 unatoa ama utoe. Unatoa. Ukiangalia kwenye kamu ile sadaka 1000 za Kenya zifike. Kisha tutaombea hii. Acha malizia hapa alafu kesho tuendelee. Shemas. Baada ya sadaka Mungu akamwambia Gideon, tengeneza madhabahu. Baada ya sadaka beba simu tu. Tengeneza nini? Madhabahu. Madhabahu haitengenezewi na maneno. Inatengenezewa na kuni na ndama na kumwanga damu. Ndipo sasa Mungu anaongea. Haruka katuvuga nukuri ndarangisha. Kubera Imana itadusubiza kandi tumaze imyaka dusenga. Tugomba guhindura system. Tugashurirwa. Tukamice kunda. Bamwe muri mwebwe natwe hano ndi twari tuzi wifi. Na telefone ndi twari tuzi. None ubunye musiga kagatira iPhone ingana ni kibabi cy'umugomero. Warangiza ukagera n'iyindi irimo line zibiri. Wazukora muri Sakame ugasangamo amakenya n'amadolari. Warangiza waza gutura Imana ugatura 50. Yahindura gute? Ngondi yatubwiye Biblia neza ngo yavuze Nehemia neza. Kama mkusikia mama aliongea Nehemia. Jana mwenye alitangulia na mwingine mchungaji Mirungu waliongea. Na mimi tena ninakuja. Uwanja Jumapili waliongea. Na wakasema kitabu cha Nehemia kina sura 13. Wakapasua. Lakini kwa vitu vingine hatujapasukaka. Msimame tuombe. Kipofu mmoja jina lake Bartimayo. Kipofu mmoja Jina lake Bartimayo. Siku moja alikuwa akiketi kando ya njia aombe msaada kwa wapitao njia hiyo. Kipofu mmoja Jina lake Bartimayo. Siku moja alikuwa akiketi kando ya njia aombe msaada kwa wapitao njia hiyo. Kipofu mmoja Jina lake Bartimayo. Kipofu mmoja
majibu niliyofunzwa mchungaji ndiye atakamilisha. Lakini jioni ya leo mbingu zimenituma kwenu. Mungu akupe mtu. Na katika kukupa mtu na vile vitu vyote ambavyo vilikuwa matatizo, Mungu atavitatua. Mpokee neno la Mungu na leo uende ulale na amani. Uko mtu Mungu atamleta ambaye ana hii maneno matano tuliyoyaongea utakayoyarudilia mpaka Jumapili. Mungu awabariki.